Habari ya leo. Leo nataka nikupatie mambo kadhaa ambayo yatakusaidia kudumisha kibali cha Mungu katika maisha yako, ama yatakusaidia kukirejesha tena kibali cha Mungu katika maisha yako ikiwa kuna mahali umekipoteza. Jambo la kwanza kabisa ni mwili wako. Mwili wako. Hakikisha unautoa mwili wako kamilifu kwa Mungu. Warumi sura ya 12 na mstari wa kwanza unatuambia kwamba itoeni miili yenu kwa dhabihu iliyo hai. Kwa sababu gani? Kwa sababu ndio ibada yenu yenye maana. Kwa hiyo mwili wako ni kitu cha kwanza cha kuhakikisha kwamba kinakubalika. Maisha yako ya kimwili yanakubalika mbele za Mungu. Jambo la pili, mawazo ya moyo wako pamoja na maneno. Mawazo pamoja na maneno. Zaburi ya 19 na ubeti wa 14 unasema, maneno ya kinywa changu na mawazo ya moyo wangu na yakapate kibali mbele zako. Huyo ni Daudi anaomba kibali kwa kila anachosema, kila anachokiwaza. Na wewe jitahidi sana maneno yako na mawazo yako viwe na kibali mbele za Mungu, ili kibali chako kidumu na ili kibali chako kisiondoke. Jambo la tatu, sadaka yako. Sadaka yako, ili sadaka unayotoa hata kama ni kamili, iombee kibali mbele za Mungu. Mwambie Mungu, naomba uikubali sadaka yangu. Kuna watu wanatoa sadaka lakini wana huzuni, wana manunguniko, hawaoni baraka ya sadaka wanazotoa. Jitahidi sana umwambie Mungu akupe kibali kwenye sadaka yako, ili uione ikifanya kazi katika maisha yako. Jambo lingine linalofuata ni undugu. Kuna watu wengi ambao wamefanikiwa lakini hawana heshima kwa ndugu zao, hawana heshima kwa wazazi wao, hawana heshima kwa watoto wao. Omba Mungu akupe kibali katikati ya ndugu zako. Kumbukumbu la Torati 33 mstari wa 24, Asheri ananenewa baraka ya kwamba abarikiwe kwa watoto na apate kibali kwa ndugu zake, na miguu yake ichovye mafuta. Ukikosa mahali pote pa ukimbilia, ndugu zako ndio mahali pa mwisho. Daudi katika makimbilio yake, ndugu zake walimzunguka. Jitahidi sana usipoteze kibali kwa ndugu zako. Usipoteze kibali kwa ndugu zako. Anza kwenye familia yako, wazazi wako, watoto wako, ndugu zako. Hakikisha mahusiano yenu ni bora kila wakati. Hao ndio watakao kudaka wakati wengine wote wamekataa kukubeba. Jambo lingine la kukiombea kibali, la kuhakikisha linapata kibali, ni ushauri wako. Danieli 4:27, ushauri wako. Usiende kumpa mtu ushauri ikiwa Mungu hajaupatia kibali ushauri huo. Ushauri huo utaonekana kwamba hauna maana yoyote. Kwa hiyo jitahidi sana kuomba kibali kwa ajili ya kila ushauri ambao unatamani kumpatia mtu. Na jambo lingine ni wema wako. Matendo mema ambayo unayafanya kila siku yapate kibali mbele za Mungu. Ndio maana kuna wakati utakuta umemsaidia mtu lakini haoni maana. Unaishia kusema maneno kwamba watu wengine hawabebeki. Umemsaidia lakini hasaidiki. Sasa jitahidi sana wema wako unaotenda upate kibali kwanza mbele za Mungu, ili uone manufaa ya kile unachotenda. Utasoma kwa wakati wako Petro wa kwanza 2 fungu la 20. Sasa mwisho kabisa, hakikisha ikiwa Mungu amekupa kibali wewe katika maisha yako, hakikisha unakilinda kwa maombi. Na ikiwa umekipoteza kibali cha Mungu, hakikisha utakipata tena kwa maombi. Piga magoti, muombe Mungu katika siri, mazingira ya sirini. Lia na Mungu ndani ya moyo wako, lia na Mungu akupe kibali, akurejeshe kibali. Lakini kingine, usigombane na watu ambao Mungu amewapa kibali. Usipigane nao, hutawashinda. Watu ambao Mungu amewapa kibali katika nyanja fulani, usijaribu kupigana nao, maana hautafanikiwa kuangusha. Na wewe ambaye Mungu amekupa kibali, usikitumie kibali chako kwa manufaa binafsi. Usitumie mvuto kwa manufaa binafsi. Acha Mungu atukuzwe kupitia kibali ambacho amekupatia. Mungu akubariki. Karibu tena wakati mwingine.